iyo atua egitoku egitoro sapo na to gita borot an wagiyo Ola salam api inkai ola lo longwa nebigi yo olale nebigi eroto ne oruni yo masa nebigi yo esolare ana enatu eno. Tangu siku za baba zetu tumekuwa na haki kupita kiasi hata leo, na kwa sababu ya maovu yetu sisi na wafalme wetu na makuhani wetu tumetia katika mikono ya wafalme. Huyu ni kuhani wa Mungu Esra, kwa sababu taifa lao lilifanya uovu. Na watu wa Mungu wakachanganya na mataifa mengine, wakaoa wasichana wa kwingine. Haleluya. Amen. Siku ya leo sisi watu wa wokovu ni watu ambao ni taifa takatifu. Maandiko yanasema katika Wagalatia, Galatians chapter 3 verse 28, mlango wa 3 mstari wa 28. Hakuna Myahudi wala Myunani. Sisi leo ni nyumba la makuhani. First Peter chapter 2 verse 9. Petero wa kwanza mlango wa 2 mstari wa 9. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kristo. Katika Kristo sisi ni watu wateule. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Naona muda wetu unayoma. Sasa mkono kwa jina la Yesu. Najua ni wazee wako hapa, sio watoto. Tusimame kwa miguu yetu. Unaposimama kwa miguu yetu, kabla nimalize, kama kuna mtu ambaye ana jambo la kuuliza kwa dakika chache nilionao, unaweza uliza. Maana nilisema tuko na mwalimu pamoja na sisi. Amen. Amen. Tunazungumzia juu ya familia na mwaka wa familia. Amen. Na zile vitu ambayo inafanya familia isiende vizuri, fanya hivyo jina la Yesu. Wengine wana jambo la kuuliza kama tumalize. Kuna mtu ana jambo la kuulizia. Tunaweza fanya open forum. Unaweza asifiwe. Mjua yangu na ile Dominic Kisini shiriki katika kanisa la Pesa Kanani kwa hiyo kila pesa huko chini ya Pasaiba. Nafurahi kusema mkutano huu kwa tukiongoza kwa hamu na kama tu wakati mpango kwa tarehe 7 mwezi wa 9 ambayo tunakuja, lakini kwa sababu ya waziri aliyopita Kindiki wa Vice President alikuja wakairisha. Tunashukuru kwa sababu ilipangwa na alafu unaenda kwa swali. Wakati wa Mungu ni mzuri umefika. Usimalize wakati. Kulingana na swali langu mchungaji, nitaenda kwa nafasi ya upande wa familia, mambo ya niseme mambo ya familia ya upendo kwa sababu ya mama. Swali langu lilikuwa ni kwamba kulingana na mahali pa Abrahamu inachanganya kidogo na mahali ambapo nilihubiri hapo mwanzo katika Ephesians kwamba mama ni wako na Bwana wewe ni ubavu ambao ulitoa mwili. Kuna mahali ambapo Abraham siku moja
akasema na maneno ilikuwa na akaambia mfalme fulani kwamba huyu mwanamke huyu sio bibi yangu, ni dada yangu, na ndio jambo linanisumbanga kama ni mwili wake ambaye kulingana na maandiko yanasema bibi huyu ni mwili wake ambaye ni ubavu wake, ilifikiaje kama kuna upendo ambaye alikuwa nao? Na akasema kwamba yani ni kama alitumia, akasema ni kama uongo kwamba huyu ni dada yangu, sio bibi wangu. Yani kuonyesha kumbe katika familia, katika hali hii cha ni ubavu wako, kumbe inafika mahali ikiumana, unaweza kipanga kwanza useme mama tulia kwanza, nitengeneze maneno kwanza, ndio baadaye utakuwa ubavu wangu. Swali langu ni asante sana ndugu Simiyu. Kuna kitu inamsumbua kuhusu Abraham na Sarai. Biblia inasema Biblia maana ni mara mbili huyo mama. Nakumbuka ni nani? Mara mbili huyo mama anaitwa Sarai, mara mbili Sara. Mara ya kwanza ni katika Genesis chapter 12. Wale kibuga ni neno monari. Wakati ile kiangazi ilikuja ikakumba nchi. Wale veloru alame. Na wakaenda pamoja na Abraham na Lutu. Leo ai ya Mario Abraham na Lutu. Na unajua Biblia inasema ya kwamba Sarai alikuwa mrembo sana. Leo kikero aisha na ba Sarai. Walipofika Misri, wale baba Misri, Abraham aliokopa. Abraham ndiye aliokopa. Kwa sababu ni mwadingi huyu ni msichana mrembo sana. Ambaye sidai anani. So alimwambia mke wake, ndiye ngiroga nyaji. Kwa sababu ukisema wewe ni mke wangu, ndiyo yeye ngiroga. Na Wamisri wataniua wakuchukue wewe. Na rari Misri bigea. Ili nipate kukaa nikiwa hai. Marona ishu kama wewe ni dada. Wewe ndio ngiroga. Na makosa ambayo alifanya na Abraham. Wewe umeona sana Abraham. Ya kwamba alisahau kwamba the same chapter. From verse 1 kuteremka. Mungu alimwambia Abraham wakati alimtoa pale. Toka enda nchi nitakuonyesha. Na mimi nitakubariki. Na wale watakulaani nitawalaani. Lakini Abrahamu alienda, maana ni mwanadamu, na akawa na uoga, kaona kufa. Bwana Simiyu, wewe umeokoka. Unajua kuna mahali unafika mpaka wewe ukaona kwamba kweli umeumana vile ulikuwa unasema ukaumana. Na hivi mbaya mpaka ukaona kwamba Mungu kweli hayuko pamoja na wewe. Na ile kitu mzuri ndio usidai ni mpaka uwe na imani. Bana ni yale kirugo. Na imani yako wewe kirugo iwe ni imani ya kweli bila mashaka. Kirugo na deni. Kuna kitu inaitwa shaka. Ndio kunaji kitabu cha Yakobo. In the book of James, chapter 1 verse 5-6. Ebuku ya Yakobo napo sana sana mstari wa 6 na 7. Na maandiko inazungumzia juu ya mtu mwenye ni maandiko ni nimesema. Hata Yesu akazungumzia kwenye Mathayo chapter 21. Yesu verse 21 and 20. Hiyo ni mambo ya imani. Na wakati unapoamini kwamba Mungu yupo na unasimama kama Daniel, kama Shadrach, Meshach na Abednego, hapo ndio utani maana Abraham aliokoka. Ndiye alimwambia mkewe Abraham, sema wewe ni dada yangu. Na ukweli wa mambo, walimchukua mke wake na wakampelekea mfalme. Na mfalme wakati amempeleka kwa nyumba yake, unajua kila wakati Mungu anasimama na mtu wake. Mungu akampatia huyu akaribie mke wake. Lakini usiku ndio akamwambia huyu mtu hapo msikini nini ilikuwa tatizo lako? Tatizo lako ilikuwa ni kwamba yani katika hali ya upendo huu
Inafika mahali katika ndoa ikikuwa ngumu sana, unatenga upendo, baadaye itarudi. Huyo ni kuogopa kufa na kuogopa. Maana yule mwanamke akichukuliwa atauawa. Yeye mwenyewe ndiye anaona uoga. Egerishaba Abraham me ambana ragu. 2 Timothy chapter 1 verse 7. Timothy alipatia rodele bwana bo nabi. Mungu alipatia roho ya roho. Irisha na yenge angereburetu. Roho ya kiasi na upendo. Ingia ngere ambara kama roho. Kwa hivyo aliogopa. Yeye ndiye aliogopa. Ni marafiki kuna yule mfano mwingine. Kuna mwingine kuna swali? Ya swali.